kwa sababu ya warsha na warsha ya leo afternoon, na nashukuru sana pastor wetu Pastor Paul kwa sababu ya kunipa nafasi mkiwa na mchungaji Gitonga niweze kunenea watu wenu. May God bless you, men of God. Leaders wa kanisa, the church leadership, kina mama wakiongozwa na Chialede na washirika wa IPCA Makande, simpokee baraka za IPCA Kifya Memorial Church. Pokeeni. Sunday niliwaambia nitashiriki hapa na hawakunituma na kitu kingine isipokuwa salamu, simuzipokee tena. Alafu mpokee salamu za mke wangu Lilian Wamaitha na watoto wangu wote 7. Wakaniambia nikifika pia niwasalimie. Nimpokee salamu zao. Niko na watoto 7, tumezaa 3, tumebakisha 4. Na ni vizuri kuandika imani na nambari kubwa. So my daughter Gloria Wanja na Levi Praise Kimani na Prince Victor na Patience Duta waliniambia niwasalimie. Sijazoea kubeba salamu lakini zao lazima ningefikisha. Ninashukuru sana kwa sababu ya elder ambaye alikuwa anatuongoza. Alinikujia mahali ninalala, nikaanza kujiuliza huyu jamaa nimeshaimpata wapi. Nikakumbuka tumeonana na yeye huko AIPCA Bahati Cathedral, na ni jamaa wa nguvu kweli kweli. Simseme abarikiwe. Na ni mzee wa maana huko kwetu Nairobi Archdiocese. Amefanya kazi kubwa na akona moyo wa kuhudumia Mungu. My brother Mureithi, tumetoka sehemu moja na yeye, kanisa lake la nyumbani, na wakati ninampata hapa ninashukuru Mungu kwa sababu ameshikilia. Usijali, hata ukitaka nibadilisha mara ya 4 nitabadilisha tu mpaka sauti iwe sawa. Na ni mtu wa maana pamoja na chairman na timu yake, na bila shaka hili kanisa linaendelea kukua. Nilikuwa naambia chairman jana, every Monday morning kuna makanisa 3 huwa ninaingia online kutazama. Nijue jana walisoma aje na nisikie hata mara nyingine leta. Na ikizidikana ulete zote hapa. Nilikuwa nasema nini? Kuna makanisa 3 huwa natazama every Monday morning nikiamka. Kanisa la kwanza huwa nataka sana kujua alisomaje. Ni kanisa letu la nyumbani AIPCA Wetaithia Church, mahali nimetoka kabla ya kutumwa nje ya diocese. Kanisa la pili ni AIPCA Makande Church. Kanisa la 3 ni AIPCA Rehoboth huko Keno. Sijui ni kwa nini wanataka kujua mnaendelea aje. Every Wednesday jioni huwa niko katika mitandao kutazama na kubarikiwa na ibada yenu ya week. Mnaitanga aje? The weekday ibada. Ijapokuwa mtu wa picha huwa anatuonyesha tu watu wako hapa, na huwa ninataka anatuonyesha wenye wamekuja. Kwa hivyo naomba Wednesday utuonyeshe wenye watakuwa wamekuja. Anashidaga tu hapa mbele, ili tujue ni kama hao tu wanakuja ama washirika pia huwa wanakuja. Na msikuja Wednesday juu nimesema hivyo. Lakini ukiguzwa ukuje. Ni kwa nini huwa ninafanya hayo? Kwa sababu hili kanisa ni miongoni mwa makanisa ambayo bila shaka Mungu ameyapa kibali, na muendelee vivyo hivyo. Hakuna kanisa hukua bila maombi. Hakuna kanisa hukua bila fellowship. Hakuna kanisa hukua bila kutoa. Hakuna kanisa hukua bila neno la kweli. Na ni vizuri muendelee vivyo hivyo every Wednesday, na Mungu atawabariki. Can I get to the word of God? Kwa sababu najua afternoon wana youth wananigoja na tutakuwa na wao na tutabarikiwa. I want to talk about conquering the powers that influence destiny. Conquering the powers that influence destiny, ama kushinda nguvu ambazo huwa zinapigana na hatima yetu. Ningeomba tufunguliwe Injili John 18:37.
John 18:37 tuweze kusoma ikiwezekana control room. John 18 verse 37. Nataka kuongea kuhusu destiny, hatima yetu. Destiny. Tunagojea hilo somo ikiwezekana. Kama haliko mchungaji Gitonga unaweza tusomea John 18, hata unaweza anzia 35 to 37, but I'm interested on verse 37. Amen. From 35, the word of God says, kwa English, "Am I Jew?" Pilate replied, "Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?" Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place." "You are a king then?" said Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify the truth. Everyone on the side of truth listens to me." "What is truth?" reported Pilate. With this, he went out again to the Jews gathered there and said, "I find no basis for a charge against him. But it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the Passover. Do you want me to release the king of the Jews?" Asante. Tufikishe hapo. Sijui kama Kiswahili itakuja. Kiswahili kiwezekana. Kiswahili. Pastor, tusome Kiswahili. Soma tu verse 36 and verse 37. John 18, 36 and 37. Yesu akajibu, "Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa." 37. Basi Pilato akamwambia, "Wewe umfalme basi?" Yesu akajibu, "Wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nilikuja ulimwenguni ili niwashuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli hunisikia sauti yangu." Asante. Ningependa kuzungumza kuhusu destiny, na tunapoelezewa mambo ya destiny huwa tunasema ni mpango wa Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. It is God's plan and purpose for your life before you are born or before you are formed in your mother's womb. Nina uhakika kwa njia moja au nyingine umeshawaisoma mahali Yeremia aliambiwa na Mungu, kabla ya kuumbika, in the womb of your mother I knew you. Hata kabla ya kuzaliwa nilikujua, na nilijua mwanzo wako na mwisho wako. Jamaa mmoja wa imani, and may God rest his soul in eternal peace, alikuwa anaitwa Dr. Miles Monroe, na alikuwa anazungumza sana mambo ya purpose ama hatima ama destiny. Kuna maneno alisema ya kwamba the greatest tragedy in life is not death but life without a purpose. Ya kwamba kile ambacho ni kichungu katika maisha ya mwanadamu sio kifo,
kile ambacho kinakwaruza maisha ya mwanadamu zaidi ya kifo ni maisha yasiyo na maana. It is life without a purpose. Na ninapozungumza kuhusu destiny, huwa tunasema ya kwamba it is God's appointed plan for your future. God's appointed plan for your future. So before you were, God was. Kabla wewe kuwepo, Mungu alikuwa. Na kama kuna jambo ambalo shetani anapigana nalo katika maisha yetu, ni ku make sure we don't serve our purpose, we don't serve our destiny. Furaha na kutosheleka katika maisha hakutokani na kuoa. Kuna watu wengi sana wameoa na wameolewa na hawana furaha, hawana timizo la maisha yao. Furaha na kutosheleka haionekani na kupata degree ama kupata fedha ama mashamba au magari. Hapana. Kutosheka katika maisha ni kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu na kile ambacho kilifanya Mungu akulete ulimwengu huu. Ni watu wengi huwa wanaamka, wanaenda kazini kila siku, wanashinda wakifanya kazi wanayochukia, wanashida na watu ambao hawawapendi, wanapewa mshahara ambao haufurahii, miaka nenda miaka rudi, na sio kumaanisha kufanya kazi kunaleta furaha. Lakini kama kuna jambo ambalo linaleta furaha na uhuisho maishani mwa mwanadamu, it is to live in accordance to the purpose and the plan of God for your life. Wakati ulipoanza maisha, kuna jambo moja Mungu alifanya, na ningependa kufundisha sasa. Kuna jambo moja Mungu ambalo alifanya. Hii maisha huwa tunasema ni safari. Kuna mwanzo na kuna mwisho. And we call God the Alpha and Omega, the beginning and the end. So there is a place where God begins and there is a place where God ends. Nisaidia hicho kiti dakika moja ili niweze kufundisha. Katika maisha haya niletee kingine alafu ukuje hapa nikutumie. Weka hicho hapo. Hapo. Wakati mwanadamu anapozaliwa, kwa sababu mwanzo wa mwanadamu ni Mungu, hakuna chochote kinafanyika katika maisha ya mwanadamu bila Mungu. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Bible says the author and the finisher of our faith. So everything mwanadamu anatamani au anaomba ni Mungu. Katika maisha yako, Mungu anakuja anaanzia na wewe. Anakuambia utafika mpaka pale. That is the end point. Mahali pako ni pale. That is your destiny. I want you to reach to that position. Anaanza na wewe bila chochote, lakini ndani yako kuna mwisho. Anaanza na wewe ukiwa huna uwezo, huna nguvu, huna elimu, huna watoto, huna masomo, ukiwa very raw in life. Na watu wakikuangalia ukianza wanaweza kudharau, lakini ndani yako kumejificha nguvu za kiungu. Anakuja na kuambia on your marks, get set, go. Anakupatia nguvu za kuanza. Alafu Mungu anaenda mwisho wa safari. I hope you understand this. Anasimama hapa, anakutazama aone kama bado uko katika safari, aone kama bado unakufa moyo ama unaendelea na maisha. He is at the end point waiting for you to succeed, waiting for you to win, waiting for you to fight a good battle of faith, waiting for you to fall down and rise. Na Mungu anafurahia wakati kile ambacho ulianza kinamalizikia vizuri. Nikiotuga kirekerero kia detone kega okira kiambiriria. Kwa sababu God is at the end waiting for you to shine. Lakini katikati hapa kuna changamoto. Anapokuambia on your mark, simama. I wish I can get a very heavy man. Can I get a heavy man? Heavy a man. Can somebody who is heavy come? Nani? Mtu ameuga. Kuja brother. Thank you sir. Thank you.
Kumbe kukura sio hasara. Kuna siku utamtumika katika mahubiri. So God is here. Nataka ubebe huyu jamaa Wang'ong'o. Yes. Wewe beba yeye. Ati guy. So Mungu anakuja anakupatia maisha. Na ningependa kanisa mnielewe. Maisha sio mchezo. Maisha si rahisi. Maisha yana changamoto zake. Na ukiona mtu amefika upeo ambao huwa unatamani, usimdharau. Kuna vita amepigana kabla afike pale. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hivyo Mungu anakupatia maisha, na maisha sio madogo. It is not bread and butter. It is a battlefield. You must fight. You must press on. You must encourage yourself in the Lord. Mungu hatakutumainia maisha nyoe. By the way, maisha watu wa Mungu yamejawa changamoto. Wang'ong'o. Nipate jamaa ataweza kubeba huyu. We don't have an ambulance. Ukamuirore. Huyu sasa ni Mungu. Keti hapo mwisho. I have promoted you with immediate effect. Come here Muirore. I love this young man. Na Muirore ni goko hiki waku na ni ndaheana mucere kilo 50. So chairman wa committee ya harusi ya Muirore ajiwe Mushuku amepatiana kilo 50 ya mchele. Ni ndiheanaga shube ndore thogora. He's a good man, I love him. Sa Wang'ong'o. Wow, thank you. Sasa wacha haraka, tulia tu. Mungu amekuja Wang'ong'o, shikae vizuri usimwangushe. Mungu amekuja mekiha na yabia kuma. Anakuambia twende safari. Twende tu, kujeni sasa polepole. Inafika mahali mtu anachekelewa. Inafika mahali mtu anagongwa na mawimbi ya maisha. Kile ulikuwa umetafuta kinapotea. Ukigojea baraka hazikuji. Inafika mahali mpaka unaanza kujiuliza kwani kuna Mungu. Lakini huwezi achilia maisha ni yako. Hata kama changamoto ziko unajitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke Mungu alianzia na wewe. Akakwambia on your marks, get set, go. Mimi niko mwisho wa safari. Uniletee ushindi. Uniletee matokeo na mavuno. Alafu katika maisha, twende tu. Inafika mahali tax inaongezewa. Biashara unafunga. Ndoa inakuwa ngumu. Watoto hawakusikilizi. Kanisa kuna vita. Lakini huwezi achilia maisha kwa sababu una kibarua cha kupeleka maisha yako mwisho. Muirore uraiwa atia? Ni muritu. Ni muritu. Anasema ni mzito lakini siwezi achilia. Hata kama changamoto ni nyingi, nitajikaza tu. Mwendo lazima nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa anaendelea na safari. Anafika mahali anaona hapa lazima nifike mwisho. Hata kama Mungu napanga kuwa nami, ninaona huu mzigo ni mzito. Uraiwa atia? No muritu. Ndani arahodha. Na yeye Mungu ako hapa. Anamwambia jana yangu jipe nguvu. Niko mwisho wa safari, ninajua mahali unapoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Wang'ong'o wewe katika wana. Very good. Hapa ndipo destiny inafika mahali mtu asikia kuongeza ufalme wake chini. Nobody is there to encourage you. Watu wanafikiria shida ambazo unapitia unastahili kuzipitia kwa sababu ya dhambi za baba yenu. Wanafikiria uovu ambao uko katika maisha yako ni kwa sababu ya makosa ulifanya jana. Wengine wanakuondokea. Wengine wanaachwa tu wakisema wacha tumuone. Na wacha nikwambie hii maisha. Watu wanakupenda juu ya kile uko nacho. Kikiisha hawana haja na wewe.
Watu wanakupenda kwa ule urembo uko nao. Wakati utaanza kuchakaa, maisha itafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Complaining ni nyingi. Mwirule ameanza kucomplain. Anaambia kule ndaigwa kiwa rekagio horoyo naye. Ndaigwa ne ndiranoga. Lakini Mungu hajali. Hajali. Lakini wacha nikuambie, maliza sasa, enda juu malize. Wakati Mwirule anajikaza, anasema lazima nipigane, akifika mwisho Mungu anainuka, ana celebrate, anamsaidia mzigo, anamuondolea laana na kiburi. Jamaa hata kama kona jasho, ushindi, akifikisha ushindi anasahau mzigo, anasahau kilio, anasahau shida. Bwana Yesu asifiwe. Na destiny ya Mwirule inakuwa already recorded in heaven. He was a soldier, he was a fighter, he encouraged himself in the Lord. Hakukubali kushindwa. Maisha hata akiwa magumu alisimama kidete, akaambia shetani, I was born to win. I am becoming better and bigger. There is nothing can bring me down. I have Jesus as my encourager. Let me tell you, church, because I want to preach to you 10 minutes or 20. God gives you the power to begin, the power to continue, and the power to finish. Kuanza sio shida, kumalizia ndio shida. Je, utamalizia vizuri? Let's appreciate them as they sit down. I teach to us. We talk about the destinies that we go through. Maisha Mkristo tunapitia destiny 7 kuanzia pale mpaka pale. I want you to be very keen. If you're writing, you write very fast. I will explain 2. The others I will explain another time when I will come. The first destiny that we go through is what we call delayed destiny. Delay, kuchelewa, kucheleweshwa, kucheleweshwa. Write down in Genesis chapter number 12, verse number 4. Mungu anaambia Abrahamu, sasa kuja, ni utoke kwa baba yako na mama yako, utoke Haran, uende nchi ambayo nitakuambia. Na maandiko nasema Ibrahimu alikuwa miaka 75 wakati Mungu alimuita. Ndiposa alianzia safari yake ya destiny, mahali Mungu anataka afike. Miaka 74 hatujui Abraham alikuwa wapi, lakini destiny yake ilichelewa mpaka miaka ya 75. I want you to get this and get it well. Where was he when he was 30 years? Where was he when he was 40 years? Where was he when he was 50 years? He was delayed. Na hii maisha tunayoishi kuna nguvu za kutuchelewesha. Mungu anamwambia nitakubariki na kizazi. Relax. Watoto ambao watatoka kwa mwili wako ndio nitabariki. Na Mungu anamwambia wewe ngojea. Na anagojea tu. But the Bible says at the age of 100 years ndipo Mungu alimbariki na Isaka kwa sababu ya kuchelewa. Ni jamaa alikuwa na destiny ya kucheleweshwa, and the devil is a master ya kuchelewesha watu. I hope you understand this. Watu wengi katika maisha hawako mahali wanastahili kuwa. Shetani ameamua kukuchelewesha. Sijui kama umeshaenda mahali kwa any event, MC anakuuliza umepaki gari wapi. Juu venye uko na venye unakaa, hukai mtu wa kutembea miguu. Na wewe unajipa nguvu, unamwambia nimeiweka nyuma ya choo. Na nyuma ya choo hakuna parking. Amekuona tu akaona huyu jamaa anastahili kuwa na gari. Sijui kama umeshaenda mahali
Wewe ni kijana, wamama wa kijijini wanakuuliza wapi bibi na watoto. Na wakati huo miaka imeenda na yule ambaye unashika uoe anaponyoka. Ni kuchelewa. Na mtu hujua maana ya kuchelewa ukiachwa na SGR, ukiachwa na ndege, utajua the meaning ya kuchelewa. Wengi wetu hapa wanapigana na mapepo ya kucheleweshwa. Najua wewe ni muombaji, najua wewe ni mtu wa imani, lakini mara unachelewa. Lakini nimekuja leo hii na mafuta ya Mungu kutangaza there shall no be delay in our lives in Jesus name. Tulieni tu. Nilijua ya kwamba mimi ninapigana na roho ya kuchelewa tangu nikiwa kijana. Guka yangu ambaye ni baba wa baba yangu alioa shosho akiwa na miaka 45. Baba yangu alioa mama yangu akiwa na miaka 38. Mimi nilioa nikiwa na miaka 33. I wish mtaelewa hii. Na hapa kuna mwanaume ananiangalia ni kijana ako na miaka 28 na hajaanza kujipanga. Hiyo roho ya kuchelewa na zina uachana nayo in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho ya uchelewashaji. Kila mara unapofika mahali, juzi uliitiwa kazi kwa ofisi, ukachelewa na dakika 5. Yule ambaye alikuwa na kwa ajili ya kuambia tumechukua mtu mwingine kwa sababu umechelewa. Yote unako sheragero. Hakuna kitu mzuri huwa unafika on time, lakini nimekuja na baraka. Hatachelewa tena in Jesus name. Kile ambacho ni chetu hakitachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono wako ambia Bwana usitake nichelewe tena. Wewe nipatie microphone mzuri. Mwambie Bwana sitachelewa tena. Nilikuwa nauliza watu. Wazee walikuwa wananiambia hawa chairman jana ati ninastahili kuwa pastor saa hii. Kuna wengine walikuwa nasema ninastahili kuwa bishop. Ndani ya moyo wangu nikajua kuna pepo ya kuchelewa. Nikienda kutawazwa kuwa pastor, mwingine anakuja anachukua nafasi yangu. Lakini nimekuja kutangaza nikitoka Mombasa lazima mambo yabadilishe katika jina la Yesu Kristo. Wewe umekuwa umechelewa, lazima mambo yabadilike. Sio kusimamia harusi ya watu wote na yako bado. Hakuna nguo za harusi hujawahi kuwa nazo. Umekuwa na suti, kitege, nini ingine, broken suit. Na ukikaa kwa line ya harusi watoto wanakuita shosho kwa sababu umechelewa. Wewe umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah to Jesus. Kuna nguvu za kuchelewa. Ati ya kwamba kile kinakuja, yes kitakuja, lakini kitakuja kikiwa kimechelewa. Hebu niwaulize kanisa, kuna haja gani Mungu akubariki na gari ukiwa na miaka 60, ukiwa na miaka 70, ukiwa na miaka 80? Ati ndivyo unaenda kujifundisha driving. Na wiga dhuriga kuru takuona ni shida. Unagogesha gari kwa sababu hata huoni. Mungu alikubariki ukiwa mzee. Kuna haja gani ya kusaa ukiwa mzee? Ukipeleka mtoto shule, walimu wanasema mjukuu nani wako. Roho ya kuchelewa. Inua mikono juu sema hatutachelewa tena. Kuna haja gani uende Amerika wakati nguvu za kufanya kazi zimeisha? Tiniguo visa rahi goka. Umejaribu visa mara 10. Hata hapa hakuna, najua kuna watu walikuwa wamejaribu green card na unasema this is my 14th year. Na unachelewa tu. Na kashetani kanajua kuna siku utaenda, lakini utaenda ukiwa spare part. Hiyo roho lazima yagamizwe in the mighty name of Jesus. Lazima baraka zetu zikuja wakati unaostahili, kwa sababu tunaamini Mungu aishie milele. The Bible says when the time is right, God will make everything beautiful.
God is a God of timing. God is a God of season. He does things with a plan. And this is my prayer as AIPCA Church. We shall receive our blessings at the right time. Hutatajirika wakati meno imeng'oka. Ati uragia bia cia kuria nyama. Hederia. Kuchelewa. Hebu jiulize miaka yenye uko nayo na chenye uko nacho kama unastahili kuwa nacho. Kuna wengine wako na baraka zimeboeka. Kuchelewa tu. Na shetani yako sawa na kuchelewesha watu. Ati ugathikura ashirio nyoko akua. Utapelekewa mahali mama yako akiwa amekufa. Ndivyo kutakuwa na breakthrough ya pesa. Let me tell you, kama kuna baraka za wakati huu zinakuja leo in Jesus name. Zinakuja leo in Jesus name. Kama kuna mlango unakufungukia leo in the mighty name of Jesus. Maandiko nasema baraka za Mungu hazifuatwi na laana. Sisi hatutachelewa. Kama ni kujenga tutajenga wakati unaostahili. Kama ni kupata watoto tutapata watoto wakati unastahili. Na unajua mpaka kupata watoto ni njia ya Mungu tu. Psychologist tells us ya kwamba ukipata mtoto ukiwa na miaka 25, miaka 30, unampata mtoto ambaye ni genius. Wanagawana chromosome, akili zinapanda, zinakuwa sawa. Wale wamezaa watoto wakiwa vijana, inasemekana watoto wao, that is psychology, it's not biblical. Ya kwamba watoto wao wanakuwa na afya, wanapigana na magonjwa, wanakuwa watoto genius. Wakifundishwa kitu wanaelewa. Kwa sababu akili zao ni changa na ziko na energy na nguvu nyingi. Lakini yule mtoto amezaliwa wazazi wakiwa wazee. 1 + 1 anasema ni 5. Anakaa kisahau kila wakati na anakuwa mtu wa kuvutwa nyuma. Wacheni niwaambie kanisa, inamefika mahali Yesu alisema the kingdom of God serves violence and the violence shall take it by force. Unasema mimi sitachelewa. Mushukude gosheri filio rege agikuruhe andu kayo igete ne gathie guthio mothi. Ya mwenzako nimekukanya roho ya kuchelewa. Unafikiri umepoteza pesa nyingi aje juu ya kuchelewa? Kwa nini umefika umechelewa hata sijui? Na ni shetani tu. Wakati umeamka kwenda kazi ndivyo anatuma marafiki au anatuma neighbors kuja kukusubua. Hutachelewa tena. May you receive the grace of timing in Jesus name. AIPCA Makande, may you receive the grace of timing in the name of Jesus. Baraka za ujana pokeeni wakati unaostahili. I shall not be delayed. Point number 2. We call it attacked destiny. Attacked destiny. It's very powerful. I wish you'll understand what I'm saying. Attacked destiny. Attacked destiny, we say, ni wakati baraka zinakuja. Or robbed destiny. And there are so many people in the Bible who went through the attacked destiny. Na attacked destiny ni kumaanisha there are no destiny helpers in your life. And efforts put are not commensurate with the results achieved. A deep sense of loneliness and discouragement. Juzi kuna kijana amekufia pale kwetu Wetaithie. Hapo Darugo. And when I was speaking to the members of the public in our area, I was telling them, hiki kifo si kifo cha kawaida. Jamaa amelima nyanya kwao, mavuno yakawa mazuri. Mungu akambariki. Akaona ni vyema ajishukuru. Akakuja hapa Mombasa, akanunua fielder mpya. Fielder KD, hata haikuwa na namba. Jamaa akaamua kwenda Geshagi kusalimia mama yake na kutimiza lile neno linasema uria woimire tiguo gacoka, woimire na maguru ugathie wekuwete.
vile ulitoka kwenu sivyo utarudi, utaenda ukiwa umejibeba. Jamaa kiteremka pale Darugo anaelekea kwao Nyahururu, alikuwa amepitia njia ya Nyeri, akakutana na lori ikang'oka mguu na wamebatana sako kwa bako. Ile lori ikajipinda at the position ambayo alikuwa ameketi, ikamwangukia akafa hapo hapo. We call it attacked destiny. Attacked destiny is a plan of the devil. Wakati umegojea baraka miaka mingi, ile siku ya mambo kutendeka, ya ndovu kumla mwanawe, watu wote wamekuja ukigojea kusherehe, ukigojea ushindi, jambo linatendeka. Kile ambacho ulikuwa unagojea kinaondolewa. Watu wengi wamepitia hizi changamoto. Wakati umeanza kufanya jambo jingine linatendeka. We call it attacked destiny. Listen to me. Kuna msichana alikuwa ameishi kanisani, ameomba Mungu siku yake ya baraka ifike. Apatana na kijana wa kumuoa. Tukapanga ovoni kubwa sana. Msichana wa kanisa, muombezi ambaye anamuamini Mungu kweli kweli. Ile siku ya ovoni ilipofika, watu wote wakasalimiana. Wakati wake wa kusalimiana ulipofika, macho ya watu wote ikakondokewa kondokondo, wakigojea bibi harusi azungumze. Jamaa alikuwa pilot ambaye alikuwa anamuoa. Wakati alipachukua kipaza sauti tu, kuchukua tu kipaza sauti, akashikwa na kifaafaa, akaanguka, akatoa form, kitu ambacho hajawahi kuwa nacho. Kwa sababu kuna mapepo yanasema utaona ukifika kuolewa, lakini hutaolewa. Kabla ya kufika ushindini, kuna jambo litatendeka likuondoe katika baraka zako. Na kuna watu wengi huwa wanaona hii ni baraka, huu ni mlango unafunguka, na unaanza kujiandaa. Ukiambia tu watu, mambo yanasabaratika. Leo hii nimekuja kusema wale ambao wamekuwa kipitia shida za attack destiny, lazima utanyonyesha baraka zako in the mighty name of Jesus. Inua mkono wako useme, Bwana ninahitaji hizi baraka. Attacked destiny. Attacked, sijui kama mnanielewa. Attacked destiny. Yani inawezekanaje ile siku umenunua gari ndivyo unapata ajali? Inawezekanaje ile siku umeoa, baada ya kuoa siku 2-3 unapata mtoto wa 3, unakufa, unaacha mama mdogo, mama mjane na watoto 3? Inawezekanaje ile siku unafika Amerika ndipo kuwa deported? Inawezekanaje ile siku hebu niulize hii, wakati watoto wako barikiwa, wamekuwa na kazi kubwa, na sasa ni wakati wa kutulia ukule jasho yako, wakati watoto wako Mungu amewafungulia milango, ndipo unakufa. Kuja ati huyu ameenda, amebarikiwa, amejenga, amekujengea kanyumba kazuri. Watu wa Geshagi wameona vile Mungu amefanya. Ile siku ile nyumba inafunguliwa, hata hutailala, unafurahia, unashikwa na attack, unakufa. Those are attacked destiny. Na shetani yuko tayari kuangamiza watu na mambo ya attacked destiny. Lakini kama vile Mungu aishivyo milele, lazima tutasherehekea baraka zetu. Na shetani asikie na mapepo yasikie, wachawi wasikie, kile ambacho ni cha watu wa Mungu, they will celebrate it in the name of Jesus. Tutajengewa na watoto. Semeni amen. Watoto wetu watafanikiwa. Semeni amen. Mungu lazima atashuhudia ushindi wetu. Dakandi ya shiari, tirili ya shiana shiara thimo, shiagi ya no toga, shiaga shira shia vere mamuge ya kuivia. Umengangana na kulea watoto, wakati wamebarikiwa na wewe unakufa. Hiyo roho ishindwe in the name of Jesus. Na kama kuna watu walikuwa nasema utazaa watoto na hawatakusaidia, naomba wakusaidie ukiwa hai, na ukaekae
in the name of Jesus. Na ushuhudie matendo ya Bwana. No more attacked destiny. Tikimwona tagi kina niguo gigithaka. Ametangaza harusi. Wakati ametangaza harusi, siku ya harusi, pastor anaulizia, nowe na kigiria. Kwe ngoma imwe itumagwo. Hebu shika hii nihubiri. Unajua Sunday nilihubiri mambo kanisani kifia, washirika wakaanza kusema nilikuwa na fujo. Si fujo. Ni vile nimeona mambo kama kandola. Huyu jamaa amekaa kanisani. Ni mlio shukano huyo. Yesu anene wakati amepanga harusi imepangika, akifika hapa mbele, mchungaji anauliza, no. Wewe na kegiria. Na niliwaambia wana youth on Friday, hakuna swali gumu siku ya harusi kama hiyo. Mwaso ukijua wewe ni jabazi. Ukijua wewe ni jabazi mpaka unaenda fasting ya kufuga, baba nafuga. I dismantle. I paralyze. Lakini kuna mwingine hapa ni mtakatifu amekuja na kabebu kake hapa. Harusi imejaa, tumemheshimu, tumemuombea. Wakati pastor anauliza, nowe na kegiria. Pale nyuma kunatokezea mama na watoto 4. Akoiga nie mimi. Jamaa kuangalia hata hajawahi muona. Na mama ana insist, hii masikio ni yake. Aje alidhiria keora, dogeora gomeno. Na anaharibu harusi ya wenyewe. Hiyo roho lazima itome in the mighty name of Jesus. Wanaopanga kukuharibia sherehe, may God dismantle them in the name of Jesus. Wanaopanga kuharibu na kusabaratisha baraka zako, may God deal with them before they are planned. Attacked destiny. Unabebaje miba miezi 9? Siku ya kwenda kujifungua madaktari wanagoma. Na uko hapo na uchungu. Na hawakugoma siku ingine. Shetani anangoja hiyo siku. Ama wakati unaenda kujifungua, gynecologist hayuko na umebleed zaidi. Unawezaje kufunga mimba ukigojea na umenunua mavazi yote inatoka? Attacked destiny. We must deal with it in Jesus' name. Praise the name of the Lord. Sijui kama mnanielewa nyinyi. Kai. Unatafuta pesa, unagojea mshahara mwisho wa mwezi, wakati mshahara imeingia tu kwa bank. Ile simu utapokea. Ni kutoka Gishagi. Weta kwa wata? Dongo. Dongo ni rajigua. Shogwa thibitari. Ate? Na ng'ombe yanyu ni rakuire. Gai. Na mamu wanyu ena kimwethoa. Sasa mnataka aje? Tunataka 7,000. Ukiweka hiyo chini, watu wa Shairoko wanakupigia. Dongo. Tuihaja. Tuko hapa nje. So wakati unagojea kusherehekea, shetani analeta kitu, anatoa baraka zako. Simuinue mikono. Mungu wabariki na watendee mema. Hakuna attack destiny in Jesus name. Utamalizia kile ambacho ulianzia. Utasherehekea jasho yako. Neema ya Mungu ikakutosha katika jina la Yesu Kristo. Number 3. As I finish. Ni kitu inaitwa bewitched destiny. There are 7 of them. I'll speak the last one. Bewitched destiny. Bewitched destiny inaonekana sana katika maandiko in Genesis, in Galatians chapter 3 verse 1. The Bible says, "O foolish Galatians, who hath bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you." It is a destiny that is under direct influence of darkness.
Na hii ndio huwa mnasema ama tunasema ni destiny ya uchawi wako. Juzi nimeenda kwa biashara yangu, nikapata watu wengine wameweka vibandiko hapo vingi sana kwa biashara yangu, na shetani hana soni. Gomada levoni wakaweka vibandiko vya muganga hatari, anatibu haya magonjwa. Sitasema ni gani kwa sababu ni ujika. Nikachukua ile nikampigia tu. Mke wangu akaanza kuniambia si wache utarogwa. Nikampigia haro, yes, kohana ate anikwega ndiraria nao joroge. Kigo ndore muganga ameweka kibandiko, ni Mkikuyu lakini anajifanya muganga. Juzi like 3 years ago nimefunga biashara ya zaidi ya 600,000. Nikiwa kazini siku moja mke wangu akanipigia akaniambia kuna mambo nimepata kwa biashara yetu na sielewi vizuri. It was a very nice boutique. Very nice. I had invested heavily. Akaniambia nimekuja kwa kazi, nikakapata kufuri imewekwa super glue. Na hapa nje kwa mlango nimepata ni kama vipande vya panya. Alafu mwisho ni kamchele. Ate vipande vya panya. Kumaanisha mwenye aliweka hapo alichukua akaichinja. Wakati alichinja panya akaikatakata mpaka mkiwa kwa pale. Nikamwambia usiguze, wacha nikuje. Nikaenda bio mpaka kazini kwetu. Nilipofika pale Roho wa Mungu akaniambia your business is under the powers of witchcraft. Kuna mtu anataka mfunge hii biashara. Sikuelewa mara hiyo, tukaifagia, tukaiweka, tukatupa. Hatukuomba. Tafuta mtu wa welding akakata ile kufuli. Wacheni niwaambie kanisa, hiyo baada ya miezi 2.5 iliisha yote. Mpaka siku ya leo sijuagi damage ziliwenda wapi. Hata mavazi yaliyokuwa wamebaki hatujui nani alichukua. Tulifunga, na kabla tuifunge mke wangu aliugua wiki 2. Nilikuja kurealize ni nguvu za uchawi zilikuwa kazini, kwa sababu kuna destiny ya uchawi. Lakini naombea wa Kristo, may the blood of Jesus protect you in the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Watani niwaambie, I wish I had time. Shetani akiamua kukuangamiza hakuna kitu hawezi tumia. Lakini ngojeni, damu ya Yesu inatutosha. Hata kama wataturoga hatutarogeka. Hata kama watatufunga hatutafungika. Hata kama watapigana na sisi hatutapigika. Damu ya Yesu inatutosha. Kwa kugene dale kana na roho wao na rogi na aria mathokakagia mahinya matwa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Unajua shetani akitaka bibi na bwana waachane, anatafuta tu picha zao, anawaroga tu. Unaangalia bibi yako unamchukia mara 10. Mliachana naye asubuhi vizuri, ukikuja jioni anakuchukia na anakupiga. Familia inaisha bila mwelekeo kwa sababu ya mapepo na maroho ya warogi. Si tuseme washindwe in Jesus name. Semeni washindwe in Jesus name. Washindwe in Jesus name. Washindwe in Jesus name. Bewitched destiny. Last one inaitwa exchanged destiny. Hapo ndipo nitamalizia. Exchanged destiny. Hiyo ni destiny gani? Ni destiny ya kubadilishiwa. If you go to the Bible, kuna mama ambaye alilalia mtoto. Akalalia, umeshaisoma hapo? Alifanya nini? Alilalia mtoto. Alafu akakufa. Akakufa. Alafu akabadilisha. Alichukua mtoto ambaye amekufa akamweka kwa nani? Alafu mtoto yule ambaye alikuwa hai akafanya nini? Akamchukua
Mama mtoto aliyekuwa hai alipoamka akaona haka katoto sio kangu. Wakaanza kubadilisha maneno. Wakaenda kwa mfalme. Walipofika kwa mfalme, Biblia inasema wakati Solomon alisikia hawa wamama wawili, akaambia soja wake achukue upanga. Ashike mtoto mkuu mmoja, achukue upanga, amkatanisha mara 2. Ili kila mama aende na kipande chake. Yule ambaye mtoto hakuwa wake akasema ndio, kata yeye. Mutinie tunagerage shuje. Mama mtoto akasema aje? Mfalme, usiguze huyo mtoto. Wacha aende na huyo mama. Afadhali nitakuwa nikifurahia nikiona huyo mtoto. Mfalme akasemaje? Akasema patia huyu mama ndiye mama mtoto. Huruma za mama zikafanya mtoto aishi. Kile ambacho alikuwa amebadilishiwa kikarudi kwake. Naomba kama kuna kitu umebadilishiwa, Mungu akurejeshe in the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Kama bwanako amenyakuliwa, arudi leo in the name of Jesus. Hamunielewi nyinyi? Kuna mtu amelibadilisha bwanako, amembeba cha nguvu. Kuanzia leo, kama kuna nguvu zimetumika, urejeshewe jioni, umpate jioni in the mighty name of Jesus. Praise the name of the Lord. Kuna watu wamebadilishiwa maisha. Umekuwa mlevi siku nyingi, hata ukiingia kwa baa unahubiria watu. Umeshaiona mlevi anaenda kwa baa kuhubiria watu? Yesu alidemea. Yesu mpaka anaiba kwa baa akiwa mlevi. Huyo ni pastor. Tunamuita katika jina la Yesu, atoke huko ajirejee kwa imani in Jesus name. Waliobadilishiwa mashamba simurejeshewe. Waliobadilishiwa majina simurejeshewe. No more exchange destiny in Jesus name. Simama kwa miguu yako tuombe. Siko nataka kupitisha hapo kwa sababu saa 8 tuko na wana youth. Nimesema kuhusu destiny ya kwanza ni gani? Hai, hamujasikia. Kina venye nimetoa jasho hapa. Destiny ya kwanza ni gani? Inua mkono wako. No more delay. Sema sitachelewa tena. Kama ni maisha mazuri ni leo hii. Kama sio sasa, ni sasa hivi. In the name of Jesus. May we receive timely blessings. May we receive timely promotion. May we receive timely open doors. In the mighty name of Jesus. Watoto wako hawatachelewa. Watasoma na wapate kazi kwa sababu baraka za Bwana. Number 2 tukasema ni? Number 2? Gai, number 2? Attacked. Destiny. May God protect you in Jesus name. Mungu akulinde barabarani, akulinde nyumbani, akulinde kila wakati. No more attacked destiny. You must enjoy your blessings this time and the times to come. Number 3 tukasema ni? Number 3? Number 3? Bewitched destiny. We are unrogable. Abia mwenzako, we are unrogable. Na matukoma tena gikuyu-ini ni tuigaga uria we no rogi wake. Atia atia. Uria we no rogi wake. Ciana ni ikuhika na ni ikuhikania. Ni iguciara, ni igutherema, ni ikugacira, ni tugutwara ngari na tutungate Ngai. Yule ambaye anataka tukufe hatutakufa. We shall meet in the 70th. Todoka yena hinya in the name of Jesus. Hallelujah to Jesus. Amen. No more bewitched. Unajua Geshagi watu wanarogana sana. Unasikia hiyo familia imezika watu 10. Hiyo imezika watu 7. Na ni mtu tu kukuonea wivu. Tunatangaza leo hii wale ambao wanapanga kukuroga huo urogi uwakule in the name of Jesus. We send it back to the sender. We send it back to the sender. We send it back to the sender. Hutanunua gari upate ajali wewe. Hutaanza biashara iibiwe usiku mzima. Hutarudi nyuma. In Jesus name. And lastly tukasema ni exchanged. Kama kuna kitu chako kiko mahali sikikurudia in Jesus name. Kuna watu wengine wamerejeshewa na wamebadilishiwa furaha na kilio. Si ucheke sasa, kimerudi. Neema imerudi. Baraka zimerudi.
Kibali kimerudi. Wewe utapendwa na utapendeka. In the name of Jesus. Kila ulikuwa umebadilishiwa, we command it to come back. In Jesus' name. No more exchanged destiny. Funga macho yako. Ambia Bwana akushike mkono. Ambia Bwana sitachelewa mimi sitachelewa. Sitakubali kuchelewa tena. Nimechelewa miaka mingi na leo hii ni siku yangu ya kufunguliwa. Leo hii ni siku yangu ya kuharakishiwa baraka za Mungu. We call it divine speed. Haraka za kiungu. Ibrahimu alichelewa, lakini wale ambao alizaa hawakuchelewa. Isaka hakuchelewa. Hata kama Isaka alizaa Jacob na Esau, watoto wake hawakuchelewa. Jacob watoto wake hawakuchelewa. Akina Joseph hawakuchelewa. Tunatangaza hata kama tulicheleweshwa na mambo ambayo hayastahili, leo hii hatutachelewa. The blessings of God are sure in the mighty name of Jesus. Kuna attacked destiny nyingi. Tulianzia kujenga tukafutwa kazi. Tulianzia kujenga watu wetu wakaugua magonjwa. Tumefanya mambo mengi na hatuoni mwisho wake. Baba analeta ushindi. Anatuletea nguvu za kumalizia katika jina la Yesu Kristo. Father, we thank you and we worship you today. Ningependa kuomba na watu ambao wanasema nimekuwa na hii shida ya delayed destiny, kuchelewa. Nimekona miaka 30, nimekona miaka 40, mahali ningependa kuwa sipo. Ningependa kuharakishwa na Mungu. Kaino agutengerie. Nikurika yonyitaga mundu akamutengeria. Elijah atengeririo agekira barathi cia Ahabu. Tondu hindi ria kayoka ni atengeragia mundu. Miaka ria yareirwo ni thuthi na ekirio ni memenyi, Ngai ni ameninaga. Ile miaka iliwa na tunutu na zige, Jehova huibadilisha, anakuharakisha. Ningependa ukuja hapa kwenye madhabahu katika njia ya imani. Kama umechelewa, tuambie Bwana akuharakishe. Kama kuna attacked destiny, tuambie Bwana ni wakati wako wa kukupigania. In the mighty name of Jesus. As we get a worship chorus, I want to pray with you people. I believe in a God who changes situation. I believe in a God who is a miracle worker. A God who can bring something out of nothing. In the name of Jesus. Ena kuhoya na tuelekana tatu. Aria maraigwa ni makoretwo makirua na making'ang'ana muturire-ini, ni kurika yocenjagia. Woe kinya ria witikio uke haha mbere tuhoe thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. I know you have been delayed. Na unasema ninastahili kuwa Amerika saa hii. Ninastahili nikuwa nimemaliza kujenga. Ninastahili kuwa nimezaa na watoto wameenda shuleni. Lakini najikichelewa tu. Ninastahili kuwa nikiwa ndoa, lakini kishikana na mtu ananidharau. Tunaachana bila mpango. Tunaachana bila sababu. Ni kwa sababu ya kuchelewa, roho ya kuchelewa tu. We must deal with it in the name of Jesus. Mikono yako tuombe. Just raise up your hands.
limekuja ambalo ni neno bure la kupoteza wakati. Mungu anajua umekuwa ukicheleweshwa, unajipata katika maisha uko nyuma. Ukiangalia wale ambao mlizaliwa na wao, mpaka mara nyingi unachukia kukutana na wao kwa sababu atakucheka tu. Na unaangalia miaka yako vile imeenda, kuna baraka zimetekwa nyara mahali. Lakini kuna Mungu ambaye anaharakisha mtu. We call it God divine speed. Kuna kuharakishwa na Bwana. Kuna kuharakishwa na Bwana. Mimi ni shahidi wa kuharakishwa na Mungu. Na tunajua mahali tumechelewa miaka mingi, Jehova anakuja kutushika mikono na kutuharikishia baraka zake. Kuna watu wamepitia bewitched destiny. Na pia mnaamini mpaka kwenye nyumbani lazima kuwa kuna jambo lisiloenda vizuri. Kuna watu hawatutakie mema. Kuna watu ambao wamekuwa kituhandaa na kutushika nyara. Tunajaribu lakini hakuna matokeo. Tunafanya kazi ngumu lakini hakuna jambo la kufurahia. Wale watu ambao wamekuwa kitumia uchawi dhidi ya watu wa Mungu lazima wafe, lazima waangamie, lazima wasabaratike katika jina la Yesu Kristo. Kuna destiny inaitwa divine destiny, na ni destiny ya watu wa Mungu. Kuna wengine ambao wamebadilishiwa. Ulibadilishiwa maisha, huishi maisha yako. Hata watu wakikuona wanaona vile ulivyo sivyo unastahili kuwa, kwa sababu ulibadilishiwa. Ni wakati wa kurejeshewa. Maandiko yanasema tutarejeshewa ile miaka iliyoliwa na tunutu na nzige. Ile miaka ambayo adui ametuimbia, kile ameimba kinarejea, kinarejea, kinarejea kwa kishindo. In the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuheshimu, tunakupenda adhuhuri ya leo. Yesu akaambia Pilato, ni kwa sababu hii ndiposa nilikuja, ili nikaangamize kazi za shetani. Tunajua shetani amekuwa kazini na ameteka nyara maisha mengi. Lakini sasa tuwaomba nguvu zako zikashuke. Ni kuri na andu Ngai maikarite muturira wa gucerithirio. Kandungata yaku ndoiga no modire in the name of Jesus. Kuna watu wamechelewa kupata familia, sasa wapate. Kuna watu wamechelewa kupata kazi, sasa wapate. Kuna watu wamechelewa kujenga, sasa wajenge na wamalize. Kuna watu wamechelewa kufanya mambo makubwa, hawatachelewa tena. Zile nguvu unaachilia juu ya maisha ya mtu, anatenda kile ambacho hakuwa anaweza kutenda, sasa ukaziachilia maishani mwa hawa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anasema nitaanzia biashara, lakini anajipata akichelewa tu. Sasa hatachelewa tena, atachukua hatua ya kuanzia, nazo nguvu za Mungu zishuke. Baba, kuna watu ambao wamebadilishiwa maisha, vile walivyo sivyo ulikuwa umepanga wawe, na hata wao wanajua hapa ni kubadilishiwa, nilibadilishiwa. Kuna watu walikuwa mpewe promotion, hizo promotion zikachukuliwa na wengine. Sasa tunakiri tukiwa kwenye haya madhabahu, wakafuatwa na hizo promotion in the mighty name of Jesus. Kuna watu walibadilishiwa watoto, wako katika hali ya kuangamia. Tuatangaza neema ikarejee katika jina la Yesu. Na watu walikuwa wanajua furaha, ni moyo gekeno, ni moyo thayo mishine yao, ni macetanirio makenekerwo rumena na kunyararana. Lutuiga mishio tene rugame thiini wa ritwa ria Jesu. Kiria macetanirio gicoke in the name of Jesus. May you receive your promotion. May you receive your blessing. May it come back 100-fold in the mighty name of Jesus. May that thing that was exchanged come back with the power. Come back with the glory. Come back with the grace in Jesus' name. Kuna wengine ambao wameishi chini ya uchawi. Tunatangaza tukiwa kwenye haya madhabahu, uchawi wote umeisha in the mighty name of Jesus. Nguvu za uchawi zisabaratike. Nguvu za uchawi zichomwe na moto wa Roho Mtakatifu. Wachawi wote waangamie na wafe katika jina la Yesu Kristo. Zile biashara ziliendewa kwa uchawi zikafufuke na zikasimame. Uliambia Musa,
asiachilie mwanamke mchawi aishi. Wale ambao wamekuwa wakiachilia urogi juu yetu, tunatangaza kuangamia kwao in the name of Jesus. We release our destiny. We release our destiny. We release our destiny from the clutches of the enemy. We release our destiny from the plan of the enemy in the mighty name of Jesus. Wale walitumiwa magonjwa, wakipata pesa ni dawa. Sasa tunakiri mkapone. Pokeeni uponyaji. Pokeeni uponyaji. Asma iishe. Kansa ikufe. HIV ipone. High blood pressure ifike mwisho. Katika jina la Yesu. Figo zifufuke. May you receive your healing. Hamtapeleka utajiri wenu kwenye magonjwa. Hamtapeleka utajiri wenu kwenye makesi. Hizo kesi ziishe. In the name of Jesus. And may those cases favor you. In the name of Jesus. Baba, tunaamini ya kwamba there is no going to be any attack destiny. Kile tutakuwa nacho tutafurahia. Kuna watu wamegojea mambo mengi, lakini ikifika inaondolewa. Sasa haitaondolewa tena. Haitaondolewa tena. Kuna wamama watapata mimba na wazae. Na wazae baraka. Katika jina la Yesu. No more miscarriage. In the name of Jesus. Father, we thank you. Fungua kuambia Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante kwa kubariki destiny yako. Hutangangana tena. Najua kukula ni kungangana. Kulipa nyumba ni kungangana. Kuvaa ni kungangana. Kusomesha watoto ni kungangana. Tunatangaza nguvu za Mungu katika maisha yako. Pesa zitakuja hata kuliko kutarajia. Neema itakufuata. Utarara kama mtoto. Hutasumbuka tena. Damu ya Yesu inakutosha. Baraka zake ni za kweli. In the name of Jesus. I cover you with the precious blood of Jesus. May you go. May you go to excel. May you go to be honored in the name of Jesus. Waliokuwa wanangojea uishe, wataona ukiishi in Jesus name. Baba, wale ambao walilaaniwa na mababa zao, tunatangaza baraka. Hawa wazazi mahali walipo wakafungue watoto wao. Hawa hawatarudi Geshagi kwa sababu Mombasa sio zuri kwao. Watarudi Geshagi kusaidia watu wao katika jina la Yesu Kristo. Damokania gushoka Geshagi muri haru. Damokania gushoka Geshagi muri haru. Damokania gushoka Geshagi muthirete. Muguthie kugweka maundu manene. Muguthie kuonania maweko ma Jehova. Na nĩ mariuaga Ngai waku niwe wama. May Mombasa favor you. May Mombasa favor you. In the mighty name of Jesus. Pokeeni baraka. Pokeeni ushindi. Pokeeni neema. Pokeeni kibali. Vimugete kireke. In the name of Jesus. Baba, tunakushukuru na tunasema ni asante. Hilo neno liangazia zaidi katika nafsi zetu. Utupatie nguvu za maombi na za kutafuta uso wako. Tutaanza na tutamalizia. Hatutakufa moyo, tutasimama na neema. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Na watu wote waseme amen. God bless you. Receive the grace in Jesus name. Amen. 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 Neno nzuri tulifuatilia ili na Mwenyezi Mungu atutendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema tuwe wasikiaji wanaotenda bali si wasikiaji wasahaulifu. Wakati tutasimama tuongozwe na wimbo ndio tutoe sadaka zetu. Tusimame tupewe wimbo tutoe sadaka. Ajira Musa